Leo tunataka kujifunza namna gani acidic reflux isipodhibitiwa mapema inaweza kapelekea mtu kupata kansa ya koo. Katika hatua ya kwanza, acidic reflux ni ile acid ambayo inakuwa inatoka tumboni kuja kwenye sehemu ya juu ya kinywa. Kwa hiyo inapokuwa inajirudia ile hali, katika hatua ya pili ile acid inaenda kuathiri zile sehemu ambazo kwenye koo la chakula, mara nyingine pia inaweza kafika kwenye koo la hewa au kwenye voice box pia, ambao hatua hii mtu ataweza kuexperience kikohozi cha mara kwa mara, na ikienda zaidi inaweza ikatengeneza chronic cough au kikohozi sugu. Na hatua hiyo pia kwa sababu sehemu iliyopo kwenye koo la chakula ni zile cells ambazo si special kwa ajili ya kudhibiti ile acid. Kwa acid ile itapelekea chronic inflammations pamoja na irritation. Hali hiyo ikidumu kwa muda mrefu itapelekea mtu kupata changamoto ambayo inajulikana kama Barrett condition. Hii ni hali ambayo zile normal cells zinakuwa replaced na zile seli ambazo si za kawaida au abnormal cells. Kwa hiyo ile hali ikiendelea zaidi itakuja kupelekea mtu kupata zile pre-cancer cells. Zile pre-cancer cells ina maana zile cells zinakuwa na higher rate ya kuweza kusababisha kansa. Kwa hiyo ikiendelea inaenda kudevelop au kutengeneza esophagus cancer, ambayo ile kansa pia inaenda kupelekea kuathiri kwenye koo la chakula, kwenye koo la hewa pamoja na koo la lining, yani kwenye lile koo la sauti. Kwa hiyo moja kwa moja mtu anakuwa ameshaathirika kupata kansa ya koo kutokana na ile acidic reflux endapo hata idhibiti mapema. Kwa hiyo kwa ajili ya ushauri na kupata tiba control acidic reflux, wasiliana nasi kupitia 0758 025262.